tumeanza sasa kwenye maonyesho ya Sabasaba ambayo tuna hakika yataanza salama na yataisha salama. Tuko kila mahali na walipo tupo, hilo walijue. Lakini vivyo hivyo ni kwamba nipeleke tu ujumbe kwa vijana, kwa sababu kwa sehemu kubwa sana wahanga wa matatizo haya ni vijana. Wasitumike vibaya katika kuchochewa kujenga au kutafuta maslahi ya watu ambao hata hayo maslahi hayatakuwa ya kwao. Nimeona mathalan mara nyingi michocheo kama hivi vya kuvuruga amani na usalama huwa ni maslahi ya kisiasa ambayo mtu anataka kuwa kiongozi. Mara nyingi huwa ni maslahi ya kiuchumi, mtu anataka kupata kitu fulani, lakini anawatumia ni vijana. Mtaenda mbele, tunataka akiwa hata rais, hata akiwa nani, hawezi kuwakumbukeni kwa sababu yuko kwenye nje ya utaratibu kwanza, na amepata bila utaratibu. Lakini pia hata kama amepata mali hizo hautakuwa mnufaika, kwa sababu mwisho wa siku yeye anawatumieni nyinyi. Na ndio maana unaona wale wote wanaohamasisha vurugu, uchochezi, hakuna ndugu yao hata mmoja amekufa, hakuna ndugu yao hata mmoja alijeruhiwa, na huo ushahidi upo na hata wao wanajua hilo. Kwa hiyo sidhani kama ni sahihi sana kuchafua taifa letu ambalo tumejikita katika kukuza uchumi, amani ya taifa, mshikamano, umoja, udugu tulio nao. Tuanze kuletewa habari za makabila, tuanze kuletewa habari za ukanda, tuanze kuletewa habari za kutengana, sio vyama na hiki huyu na yule. Hata Simba na Yanga tunavutana, au sio shehe? Lakini bado mwisho wa siku kwenye familia moja kuna wana Yanga, kuna wana Simba, kuna timu mbalimbali, Azam wamo na Taifa Stars. Sasa hata kwenye siasa iwe hivyo, tusiwe na mihemko ambayo inapelekea kwenda kupoteza amani. Sasa mimi nadhani ulai yangu tukubwa ni kwamba kwa vijana ni wakati ambao tunaweza kutumia vizuri sasa kujenga fursa zetu za kiuchumi. Lazima ujiangalie wewe na uchumi na fursa zinazotolewa na serikali kuliko watu wengine. Hao wanaowasaidia, mimi mwenyewe shahidi, kila mtu anajua nchi hii, mimi nimekuwa kwenye Chama cha Mapinduzi, nimekuwa upinzani, nimekuwa kila mahali. Lakini mwisho wa siku hata kesi nilizowahi kuwa nazo zingi za kutosha, niliishia mimi mwenyewe, mimi na ndugu zangu kujitoa mahakamani au kwenda kwenye mashauri mbalimbali. Lakini vivyo hivyo hata wale ambao wamepata vifo watakuja kwenye msiba, watakwambia pole, watakuwa na machungu, wataimba mapambio na matamko makali. Baada ya hapo wanakuacha solemba. Mtoto wa mawazo yuko wapi? Wapo wengi, mifano naweza kuitoa mingi. Wamesababisha watoto wa watu wameingia kwenye matatizo, alafu mwisho wa siku hakuna msaada. Ukipata kesi ni ya kwako, ukipata ulemavu ni wa kwako, ukipata majeraha yoyote hayo ni ya kwako. Kwa hiyo kae mnajua kwamba mwisho wa siku anayeumia ni kijana wa Kitanzania. Ndio maana mimi na uchungu mimi katika uongozi wangu mpaka pale ambapo Mwenyezi Mungu atasema imetosha au rais. Lakini nasema katika uongozi wangu hakuna damu itamwagika kizembe, hakuna jasho la mtu ambalo litanyonywa vibaya, lakini vivyo hivyo hakuna machozi yatakayotoka kwa mtu kunyimwa haki yake. Nitasimamia haki kwa kila mmoja bila upendeleo. Ujumbe ambao unaenda kwa taifa kupitia nyinyi kwamba tuko imara na tuko kila mahali na walipo tupo. Na hata hiyo wanaosema sio wanaharakati sio na nini, mwanaharakati mzuri ni yule anayehamasisha amani.